Twashukuru Mungu kwa nafasi nyingine tena ametupa tuendelee kujifunza mengi, na leo tunaangazia ni dalili gani ambazo unaweza ziona ndio uweze kujua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwanza tujiulize, mtumishi wa Mungu ni nani? Unajua, katika jamii kuna wale watu tunawafahamu kana kwamba ndio watumishi wa Mungu, lakini kwa leo sizungumzii hao. Naongelelea a servant of God in general. Sio tu mtumishi, sio tu kasisi, sio tu nabii, la hasha. Mtumishi wa Mungu ni nani? Mtumishi wa Mungu ni mtu yeyote yule ambaye anafanya jambo huku akimtumikia Mungu. Haijalishi ni jambo la aina gani, lakini chochote kile ambacho unakifanya huku ukimtumikia Mwenyezi Mungu, iwe ni kupeana, iwe ni kubariki watu, kusaidia watu ambao wako katika hali fulani, kujengea watu manyumba, iwe ni kutoa ushauri, chochote kile ambacho unachokifanya sababu ya Mwenyezi Mungu, basi wewe ni mtumishi wa Mungu kivyako. Ishara gani hizo ambazo nitakazoziona ndio niweze kufahamu kwamba mimi au yule ni mtumishi wa Mungu? Kitu cha kwanza, mwito ambao unahisi unahimizika kabisa, yani you experience a genuine call in your spirit. Katika Yeremia sura ya 20 na msululu wake wa 9 inasema kwamba Yeremia alihisi moto ambao unachoma nafsini mwake. Tena akahisi moto wenyewe ni kama ulikuwa umefungwa ukichoma mifupani mwake. Hivyo basi, hicho ni kitu cha kwanza. Usikiapo kule kuchomwa kufanya jambo fulani, basi huenda Mungu anakuita uwe mtumishi wake katika nyanja ile. Jambo la pili ambalo linakuwezesha kufahamu kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu ni uhisipo ile ari, ile tamaa ya kuhudumia wengine ila si kuhudumiwa. Wakati unahisi unataka sana, unatamani sana kuhudumu bila hata kuhitaji malipo, kuna uwezekano mkubwa Mungu anakuita uwe mtumishi katika hiyo eneo. Katika Mathayo 20 msururu wake 26 inasema kwamba mwenye angetaka kuwa mkubwa basi na awatumikie wengine, wahudumie wengine, kuwa mhudumu. Jambo la tatu ni kutii neno la Mungu, kuwa mtu mwenye kutii Mungu, na huwezi mtii Mungu bila kutii neno lake. And for you to become a servant, you have to obey your master. Lazima awe anamheshimu huyo Mungu, na kuheshimu Mungu si kitu kingine, ni kuheshimu maandiko yake. Ibrahimu aliitwa mtumishi wa Mungu si kwa sababu alikuwa anatoa mapepo, si kwa sababu alikuwa nabii, lakini kilichomfanya Ibrahimu kuitwa mtumishi wa Mungu ni kuwa alitii neno la Mungu. Hivyo basi, hata wakati mambo ni magumu, hata wakati ambacho Mungu amesema kifanyiwe hakikai rahisi vile, lakini umejikaza. Kama Ibrahimu alipoambiwa amtoe Isaka, haikuwa rahisi, lakini hiyo ilimfanya Mungu kweli athibitishe kwamba huyu ni mtumishi wako. Na jambo la 4 ni unyenyekevu. Ndio uwe mtumishi, lazima ujue kunyenyekea.
na Mungu hupenda sana watu wanyenyekevu. Na sio Mungu tu, hata sisi wanadamu huwapenda sana wale watu ambao ni wanyenyekevu, kwani kama wewe ni mtu mwenye madaha, basi wewe na huduma mnatofautiana kidogo. Watu ni wengi ambao wamebarikiwa, wana vipaji, ni watumishi kwa njia mingi, lakini kidogo madaha, maringo, pride haiwezi waruhusu. Utakuwa mtu aliyeteuliwa, aliye na kipaji fulani, lakini hakiwezi kukusaidia sababu tu ya kushindwa kuwa mnyenyekevu. Jinyenyekeze dada, jinyenyekeze kaka, uone maajabu ya Mungu maishani mwako. By the way, watu wengi baraka zetu hazijashikwa na kitu ingine, ni kiburi tu, kiburi chenye kiko very silent, kiburi chenye hakionekani, kiburi chenye hakikai kiburi lakini ukikitathmini vizuri utajua ya kwamba kumbe nilikuwa mwenye kiburi kiasi hicho. Mungu alimtambua Musa katika Mithali 12 msururu wake wa 3 kama mtumishi wa Mungu aliyekuwa ni mnyenyekevu sana duniani. Ukikumbuka Musa alikuwa pia amemuua mtu, alikuwa amefanya mambo mengine huko nyuma. Hivyo basi hiyo pia inakupa motisha, hata kama umefanya nini huko mbele, hata kama umekuwa na kiburi ambacho kimekuwa kikiguza mawingu, unaweza chukua hatua, uamue na unyenyekee, na Mungu akutambue kama mtu mnyenyekevu na akupe chenye huanga anagawana na walio ni wanyenyekevu tu. Na ishara ya 5 ni iwapo wewe ni yule mtu mwenye huishi maisha ya maombi na kutegemea kutoka kwa Mungu. Unajua, kama huzungumzi na mkuu wako, your master, hakuna mazungumzo mazuri baina yenu, basi huenda mambo isiende sababa. Lakini iwapo unamzungumzia mkubwa wako ambaye kwa huu muktadha ni Mungu na kumtegemea, basi kuna uwezekano mkubwa una ule uwezo wa kuwa mtumishi wa Mungu. Na la mwisho tena la 6 ni iwapo una tunda la Roho Mtakatifu. Nimesema tunda: uungu, ukarimu, uvumilivu, kuweza kujidhibiti, self control na mengineo. Hayaitwi matunda ya Roho Mtakatifu, la hasha. Yote kwa jumla huitwa tunda la Roho Mtakatifu. Hivyo basi, iwapo wewe ni mtu mwenye ana tunda la Roho Mtakatifu, basi ni ishara tosha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Na kama ujuavyo, mti hujulikana kwa mazao yake, na sana sana miti haina mazoea ya kuzaa matunda mingi tofauti tofauti kwa mti moja. Ni mti na matunda yake ambayo ni matunda sampuli moja. Hivyo basi haya yote ambayo tumeyataja, ambayo yamenakiliwa vizuri katika kitabu cha Wagalatia 5 msururu wake wa 22 hadi wa 23, inafaa uwe nayo ikiwa a full package. Kwa kifupi, iwapo unataka kujua wewe au mtu ambaye umekuwa ukiangalia kama kweli anatosha kuwa mtumishi wa Mungu, ni vizuri kuangalia ana lile tunda la Roho Mtakatifu. Iwapo hana hilo tunda, basi hatoshi. Mungu atamhurumia, kwani ndiye kutoshelesha watu, lakini kwa sasa kidogo hatoshi. Kumbuka Yesu alisema ndio, shamba ni kubwa, mavuno ni mengi, lakini wafanyikazi
ni wachache. Wahudumu, watumishi halisi haswa ni wachache. Iwapo umetamani kuwa mtumishi, ni jambo nzuri sana, lakini kuwa mtumishi si rahisi. Kuna gharama yake, lakini it's worth it. Ni vizuri kuwa tayari kulipa gharama, na bila shaka utafurahia.